Halikuwa jambo rahisi, lakini Mungu amefanya. Amen. Mungu amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Amen. Kabla sijaendelea na vipindi vingine ambavyo viko mbele yangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina maneno machache kwanza ya kuzungumza, alafu kisha baadaye nitafuata kwa ajili ya kufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini muda wangu nao pia unanikimbia, unanitupa mkono, lakini na vitu ambavyo ni vingi kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tupate muda kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Awali ya yote, kama kawaida, nimesema na washukuru wote, na namshukuru Mungu kwa kuwapa neema na kibali cha kufika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawashukuru wote tumeambatana kwa ajili ya kubeba ibada hii ya siku ya leo na kuzuia ibada ya siku ya leo. Nimshukuru ndugu yangu pia Mr. Chair hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amefanyika kuwa ni baraka sana katikati yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka wakati nimeanza kupewa maono kwa ajili ya kufanya hii kazi ya binafsi mwenyewe, ili mshirikisha pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani tulikuwa tuna kitu kikubwa cha kufanya, lakini kutokea Mungu ni mwema baba kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninawashukuru na ndugu wote ambao mmeambatana pamoja naye. Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa upendo wenu. Haleluya. Mtalipwa na Bwana msipozimia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini nishukuru pia ndugu yangu mwenye stadi. Maana Mungu wa mbinguni awabariki sana. Haleluya. Amefanyika kuwa ni baraka katikati yetu. Mungu azidi kumtumia kwa viwango vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Na wengine wote ambao mnakusahau, lakini Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen. Amen. Lakini kwa nafasi ambayo ni ya kipekee pia, kabla sijaendelea, haleluya. Amen. Mahali hapa mimi ni nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes, mimi hapa ni nyumbani kabisa. Hello. Ninapoabudu hapa ndipo nalelewa na kukua kiroho mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo baba yangu ambaye ni mchungaji mahali hapa anayenifundisha kidogo, pia baba yangu pia kimwili pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna wengine hata mlikuwa mfahamu, si ndio jamani? Mimi ni mtoto wa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa nafasi ya kipekee nimkaribishe baba na mama hapa waseme neno na watakuwa na maneno ya kuzungumza, alafu kisha nitaendelea na taratibu zingine. Karibu baba. Makofi jamani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Jamani, kwa ujumla na wakaribisha karibuni. Amen. Nimejisikia vizuri kuwaona watoto wao. Amen. Kwa upendo mkubwa mlionao kwa ajili yetu. Jambo hili ni jambo letu la kipekee. Mungu awabariki sana. Lakini kabla sijaongea yote, nimwenue mama sema, alafu mimi nimalize. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Mungu. Amen. Kwa ujio wako Mungu akubariki. Kwa kupiga hatua tu kusema naingia katika malango yale, ujue umeingia ni kwa Bwana. Wala sio kwa fadhili, wala sio kwa majeka. Amina. Amina. Mbarikiwe sana na Bwana. Na Mungu aendelee kumhudumia mmoja mmoja. Kile ulichokuja kukifuata utakipata. Amina. Yeye Bwana hawezi kumpita mtu hata mmoja. Na mbarikiwe sana sana sana. Charles. Mungu akubariki. Amina sana. Barikiwe sana. Karibuni tena na tena kwa daraja hili, msipungue. Bebana kwa maombi, tusiache. Siku zote za maisha yetu. Tusipozimia mioyo tutavuna kwa wakati. Hata kama hii njia ina mateso mengi sana, lakini watu kiwaangalia kwa macho unafikiri kuna raha fulani. Kumbe hakuna raha. Kimtafuta Mungu jua utakutana miba na mchongoma. Vumilia, uwe mvumilivu. Wavumilivu ndio watakaoona ule mti. Amina. Kwa hiyo tusipovumilia kuna kazi. Vijana tena huko kwenye njia pana ambapo pana miba na michongoma inachoma sana. Kwa hiyo inatakiwa kujipa moyo kwa Bwana. Sikate tamaa. Amina. Amina. Mbarikiwe sana. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengi mama Kifadhili amewakaribisha karibuni. Amen. Amefurahi kuwaona watoto wake kwa kumunga mkono ndugu yenu na rafiki yenu, kuwa pamoja naye katika mambo Mungu ameweka ndani yake. Barikiwe sana Mungu. Lakini mimi niseme wanangu, kukaa katika hali ya utumishi ni neema ya Mungu. Na
Ninamshukuru Mungu wangu aliyeniita katika utumishi huu, kunipa kijana ambaye amuinue. Najua anayetengeneza huduma ndani ya mtu ni Mungu. Anapoweka huduma ndani ya moyo wa mtu, anakusudia aendeleze yale maono yawafikie watu wengi wamjue Mungu. Sasa kwa kazi hii ambayo ameweka ndani yake Mungu ndani ya kijana wetu, ninamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ndiye anayemlinda toka amekuwa kichanga mpaka amefika hapa. Hata anaweza kubeba maono ya kupata wazo la kufanya. Sio kazi ndogo, yaani si kazi ndogo. Unajua kitu mpaka kikatokea kikawepo kama kwa jinsi hii, kwamba ameanza mbali, kuna kitu ambacho nakiona mbele ya macho yake. Lakini mimi ni wase kama mchungaji wenu, ni wase kama baba yenu, kwamba wanangu, njia hii ambayo umeianza ni njia njema. Njia njema ambayo mmeianza, ambayo Mungu amewaonyesha. Asiwepo hata mmoja wa kuondoka kwenye njia hii. Maana njia hii ndio njia pekee iliyo sahihi. Hakuna njia sahihi duniani zaidi ya njia ya kukaa katika mikono ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unapokuwa umekaa, usije ukakata tamaa kwa jambo lolote. Wala usije ukakaa katika hali ya mazoea kwa namna yoyote. Wala usije ukamzoelea Mungu kila unapotolewa. Muogope Mungu. Unapokuwa umesimama katika njia ya Mungu na ukawa mwaminifu mpaka kufa, Biblia inasema uwe mwaminifu mpaka kufa, ndipo utakapoziona baraka za Mungu juu ya maisha yako. Ndipo utakapoiona neema ya Mungu juu ya siku ulizo nazo. Lakini kama utasimama utakuwa unaimba, kama utasimama utakuwa unahubiri, lakini maisha yako hayakaa vizuri, umejidanganya mwenyewe. Wala hukumdanganya yule anayekutazama, wala hukumdanganya yule anayekuhubiria, wala hukumdanganya mwingine mtu yeyote. Lakini kama hujakaa vizuri na Mungu, ukaingia katika nyumba ya Mungu, ukasema mimi ni mtumishi wa Mungu, ukasema mimi nakwenda mbinguni, lakini ndani yako hujakaa katika njia iliyo sahihi, watoto wa Mungu na wazi, mimi ni baba yenu na mchungaji wenu. Mimi ni mchungaji wa wote wa Tanzania, mahala popote napokuwepo ninasema neno la Mungu. Lakini leo hii napokuwepo hapa, haya ndio mausia yangu. Huu ndio upendo wangu kwenu. Hakuna upendo mwingine ambao wanangu naweza nikawaambia. Upendo nilio nao ni zaidi ya msimamo. Simama, mwogopeni Mungu katika maisha yako. Na kama ulikuwa hujasimama vizuri maisha yako, unaingia unawashikaji ukonje, acha. Mungu amekuheshimisha, Mungu amekutambulisha, Mungu amekuchagua, wala sio baba yako. Na ndio maana hakuna soko ambalo linauza wokovu. Hakuna soko linauza kwamba wewe ukanunua kwa fedha zako, kwamba wewe ukatafuta kwa bidii yako. Mungu amekutafuta kwa bidii, Mungu amekugharamia, Mungu amekuonyesha. Kazi yako wewe ni kutunza, kazi yako wewe ni kusimama, kazi yako wewe ni kuhifadhi kile Mungu ameweka ndani ya maisha yako. Amen. Nimefurahi kuwaona, lakini niseme hivi, nimewakaribisha karibuni kanisani kwetu hapa. Sisi kanisa letu linaitwa Assemblies of God Gospel Church International. Naitwa mchungaji Aruni Mwajeka, ndio mchungaji mwenyeji. Na wakaribisha karibuni. Isiwe mara ya mwisho, ndio kwanza uwe umefungua mlango. Na siku nyingine nitafurahi kuona ukitunga mkono. Na mahali tutakapokuwa tunaona, si rahisi mimi wote kuwakumbuka, lakini tunapokumbuka ni vizuri tukasalimiana, tukatiana moyo. Mungu na awabariki. Naomba labda kabla hajaendelea na huduma yote, kijana wangu nimwombee. Bwana Yesu. Amen. Maana ndipo anapoanza huduma yake. Ameanza kuanzia nyumbani mwa Bwana. Wakati amekuja kwanza nyumbani mwa Bwana, mimi kazi yangu nitamkabidhi kwa Bwana, ambaye ni kiongozi wake, ambaye afanikisha huduma yake, ambaye amvushe kwenye majaribu, ambaye
ambaye amtie nguvu, ambaye atampa maneno ya kusema kila mahali tunapokuwa. Naomba uje mama, tumuombe. Ningeomba tusimame wengine wote. Amen. Tunaenda kumwombea kwa ajili ya huduma yake ambao amebeba, Mungu amewekeza kwake. Naomba tuombe, tufumbe macho. Bwana Yesu na Mwokozi wangu ulio wa kweli, wewe ndiye unamjua Fadhili tangu yuko katika tumbo lake na mama yake. Tazama maono yangu umeweka ndani yake Bwana. Naomba Yesu ukayakuze wewe, ukayapatishe kibali kwa watu wote walio mbele ya macho yako, ukayapatishe kibali kwa kila mmoja atakayesikia neno lako Baba lililoweka ndani ya maisha yake. Ukaondoe mapingamizi ambayo shetani ameyapanga, ukaondoe giza ambayo shetani amekusudia, ukaondoe vizuizi ambavyo vimekusudiwa kwake. Ninamuinua mbele za siku ya roho wa watoto wako na kuamini Mungu, na kuamini Mungu. Ukasema hakuna jambo gumu linalokushinda, ukamsaidie Bwana. Waliomtamkia mabaya ukamwondolee, waliomkusudia mabaya ukamwepushie, waliomkusudia mabaya ukamvushe kwa mkono wako, na kufanikisha huduma hii, na kuikuza huduma hii, na kufanikisha huduma hii ambayo Bwana umeweka kwake. Nami namkabidhi kwako Baba kupitia jina la Yesu, nikiamini Bwana wewe utafanikisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninakusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na namshukuru Mungu tena na tena Baba, kwa sababu wewe unafanyika kuwa ni mwema kwetu. Haleluya. Amen. Na sinakumbuka maono ya huduma ya kijana mbeba maono haijaanza leo, tangu 2024. Nadhani tulikuwa tuna semina ya uamsho wa kijana mbeba maono mahali hapa. Si ndio jamani? Basi tukaona season nyingine pia ya uamsho wa kijana mbeba maono, ambapo tulikuwa tuna ministers ambao kwa mtu mahali hapa. Lakini Bwana akanipa maono tena haya kuendelea kufanya kwa namna tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nimebeba kama mwenyekiti wa vijana wa idara ya vijana mahali hapa, tukawa na ajenda namna hiyo katika season mbili tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini Mungu kama ameniwekea msisitizo ndani ya kitu ndio kufanya cha namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana nilikuwa kumeinuka pingamizi vitu vingi sana, lakini Mungu ameonekana ni mwema katikati yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni ngumu sana kunyamaza kwa kitu ambacho Mungu amepokea ndani yako kama mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitakufunukuta tu mpaka ukaita ukitendee kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya neema hiyo, namshukuru Mungu kwa ajili ya ninyi ambao umefanyika ni baraka kwangu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Kwa hiyo tulikubali kwanza kupanda mbegu mahali hapa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ili tuanze kupanda mbegu nyumbani kwanza. Haleluya. Lakini kwa neema ambayo Mungu anaweza akatupa mbeleni, tunaweza tunakodi, tunaweza kupata mahali pengine kwa ajili ya kufanya ibada, kwa ajili ya mambo mengine kuendelea. Haleluya. Amen. Tumeamua kupanda kwanza mbegu nyumbani, tuanze na baraka za Bwana. Haleluya. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen. Basi nadhani tutapata nafasi nzuri kwa ajili ya kumsikiliza Mungu ana kitu gani siku ya leo kusema na sisi. Haleluya. Amen. Umejiandaa vizuri? Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Unaweza kuchukua daftari lako na Biblia yako, kwa sababu ndio tumetukimbia pia. Ndio wetu sio rafiki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Chukua daftari lako na Biblia yako, tuingie kujifunza. Somo nilokuwa nalo siku ya leo linasema umuhimu wa kujua uwekezaji wa Mungu ndani yako au ndani ya mtu. Umuhimu wa kujua uwekezaji wa Mungu. Umuhimu wa kujua uwekezaji wa Mungu.
ndani ya mtu au ndani yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu kikubwa tunatazama siku ya leo ni kwa habari ya uwekezaji wa Mungu ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uwekezaji wa Mungu ndani ya mtu. Na kuna umuhimu wa mtu kujua kama Mungu amewekeza kitu ndani yake. Itakuwa ni hatari kubwa Mungu anapokuwa amewekeza uwekezaji au ameweka kitu ndani yako na usijue kwa Mungu amewekeza kitu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nini? Hautakifahamu hicho kitu, maana yake hautakipalilia na kujilinda ili mambo mengine apate kuweza kuendelea kuweza kukitumikia kile kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tutatazama umuhimu kama vitu viwili ambavyo tutakuonyesha siku ya leo. Ni kwa nini tunatakiwa ujue kitu ambacho Mungu anakuwa amekiwekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapozungumzia kwa habari ya uwekezaji wa Mungu ndani ya mtu, unazungumzia kwa habari ya mbegu ya kusudi ambayo inakuwa inaachiliwa ndani ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua unapokuwa unazaliwa unakuwa umezaliwa kwa sababu ya kusudi. Hakuna ambaye amezaliwa pasipokuwa na kusudi. Maana Mungu amekupa nafasi ya kuzaliwa katika majira haya, kuna kusudi la Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanategemea kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako ili wapate kunufaika nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utapokuwa umeshindwa kutumia kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako, maana kuna watu tawanyima lile kusudi la Mungu ambalo amewekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna uwekezaji ambao Mungu anafanya ndani ya kila mmoja ambao huwa unatofautiana. Kinaweza kuwa ni kitu kile kile, lakini kitachotofautisha kitu ambacho kimewekwa ndani ya mtu mmoja na kuna mtu mwingine ni kwa habari ya neema ya kukitumia kile kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunataka kukutana na walimu wengi wa neno, utakutana na waimbaji wengi, lakini kila mmoja na kipawa chake na nafasi yake katika kuitumikia kusudi ambalo Mungu amewekeza ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho kimekuwa kipo ndani yako ni kwa habari ya uwekezaji wa Mungu ambao amekuwa amewekeza ndani yako. Na kumbuka, Mungu anapokuwa amewekeza ndani yako hategemei kupata hasara. Ndio maana anasema mimi Mungu si Mungu wa hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Mungu amewekeza kitu ndani yako, anatamani kukuona hicho kitu na ingia nacho kazini ukikitumikia ili upate kuleta faida kwa ajili ya kukitumikia nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili, ile sura ya 6, kwanza mstari wa pili pale usije mstari wa kwanza, utakutana na Paulo anazungumza neno, anawaambia tusipokee neema ya Mungu nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Mungu maana yake inapokuwa imeachiwa, Mungu anapokuwa amewekea uwekezaji ndani. Hii ni neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa umekupa nafasi yoyote ya kutumika nao katika ulimwengu, inakuwa ni neema ambayo Mungu amewekeza ndani yako. Anachohitaji kukiona Mungu kwako ni kukitumia kile kitu ambacho amekuwa amekiwekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Itakuwa ni tatizo kubwa kama Mungu amekuwa amewekeza kitu ndani yako na usijue. Hautaweza kukitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo la kwanza katika habari ya uwekezaji wa Mungu, anapokuwa amewekeza ndani ya mtu, anataka huyu mtu ajue kitu ambacho amewekeza ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapokuwa umezaliwa sika na kama unakuwa unazaliwa hauna kusudi. No. Unapokuwa umezaliwa unakuwa umezaliwa kwa sababu ya kusudi fulani. Kwa hiyo unapokuwa unaishi kwa ajili ya kutimiliza lile kusudi la kuzaliwa kwako. Na ndio maana Paulo alipokuwa amemaliza kazi yake, akasema nimefanyaje? Nilipiga vita vilivyo vizuri vya imani. Si ndio? Mungu amefanyaje? Amemaliza. Maana yake kusudi alilokuwa nalo ambalo Mungu alikuwa ameliwekeza ndani yake, amelitumikia lile kusudi mpaka ameweza kulimaliza. Itakuwa ni hatari kubwa utakokuwa unaishi pasipo kujua Mungu amewekeza kitu ndani yako. Utakuwa unaishi ni mradi unaishi, lakini no, kuna kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako kipatikane kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi kwamba ni kitu kinafanana na mtu mwingine, no, lakini kuna utofauti ambao Mungu ameweka ndani yako na kuna vitu ambavyo vimekaa ndani yako vinategemea kitu chako kianze kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa jambo la kwanza ni kwa habari ya uwekezaji wa Mungu ndani ya mtu. Nachotaka ufahamu, unapokuwa umezaliwa katika ulimwengu, katika majira ya msimu kama huu, maana kuna kusudi la Mungu limefichwa ndani yako. Limefichwa ndani yako kwa ajili ya kutumika nalo katika msimu wa namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ukisoma kitabu cha Mhubiri ile sura ya 3 mstari wa 11, utaona habari anazungumza juu ya kila kitu Mungu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Juu ya kila kitu Mungu amekifanya kuwa ni kizuri kwa wakati wake. Okay. Ndio nimesema kama Mungu amekuruhusu kuzaliwa katikati ya majira, kama ni mtoto 2002, maana kuna kusudi la Mungu wewe umruhusu uzaliwe 2002. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kuzaliwa kwako 2002 kuna makusudi na mapenzi ya Mungu ambayo anataka kuona unatembea nayo katika kuishi kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hayatapatikana hiyo vitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako, haitapatikana kwa mtu mwingine, kiko kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wimbo unasemaga, usinyenywe mabega iko mbadala wako. Iko mbadala wako, usinyenywe mabega mpendwa we. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Ni kweli Mungu ana watu wengi, lakini kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Anatamani uingie nacho kazini
na upate kumletea mavuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Soma kitabu cha Mhubiri ile sura ya 3 mstari ule wa 11. Kitabu cha Mhubiri ile sura ya 3, Mhubiri ile sura ya 3 mstari ule wa 11. Biblia inasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Aisha kwa Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pointi yangu kubwa iko kwa kila kitu amekifanya kuwa ni kizuri kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu amefanya kuwa ni kizuri kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekwambia Mungu alipokuwa amewekeza kitu ndani yako, kuna majira ambapo kusudi au kitu ambacho amekiwekeza ndani yako kitahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. No, kuna watu wataweza kukutazama kwa majira ambao kitu chako bado hakijachukua, wakakuchukulia ni mtu wa kawaida. Lakini majira yako yanapokuwa nafika, kitu ambacho ulichokuwa nacho ndani yako kitafanyika kuwa ni kizuri, kila mtu ataanza kukufuata. Kwa sababu ya nini? Kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako kinaanza kuonekana kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila kitu ambacho Mungu anakuwa amekiwekeza ndani ya mtu pia kimefungwa na wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukatizarau kitu ambacho uliko nacho kwa sababu watu wanakutazama kwa namna unavyokuona, lakini majira yanapokuwa yanafika, wakati unapokuwa unafika, kitu ulichokuwa umekibeba ndani yako kitatambulikana kwa thamani iliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na ndio maana hakuna ambaye alimsamini Daudi akati anachunga kondoo. Lakini kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yake ndio ni kitu kikubwa kwa bali ya taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini majira yalipokuwa yamefika, usuri wa thamani ambao Mungu amewekeza kitu ndani yake unaanza kuchipua na kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu wakati anaota ndoto, anaambia ndugu zangu ninaota ndoto. Lakini hakuna ambaye atakuwa thamani ya kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yake. Lakini majira yanapokuwa yamefika na wakati unapokuwa unafika, ndipo udhuri na thamani ya kile kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yake unaanza kuonekana. Kwa hiyo usishangae kwa nini watu hawakuhitaji sasa hivi. Pengine kuna kitu ndani yako unakitambua, umefahamu kwamba Mungu amewekeza ndani yako, lakini hakipati kibali machoni pa watu. No, subiria wakati ambao ni sahihi kwa Mungu, hicho kitu kitahitajika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo ni kwetu kwa sababu tunaanza kuzilazimisha nyakati kukubali vitu tulivyovibeba. No, nyakati zinaamua kwamba hichi kitu ambacho mtu anacho lazima kiingie kwenye mfumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatuamui mfumo kubeba kitu, lakini mfumo unapokuwa unahitaji kitu lazima mfumo upewe kitu unachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hicho kitu ambacho kinahitaji kimehifadhiwa ndani ya moyo wako na Mungu amekiwekeza ndani ya moyo wako. Maana je, majira na saa inapokuwa inafika, ulimwengu unahitaji kitu ambacho kimewekeza ndani yako. Lazima utafutwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema ni kwa nini? Unaona ni kwa nini Potifa akaanza kusema tupate mtu wapi tena kama huyu baada ya kumchukua Yusufu wakati Yusufu alichukuliwa kama mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu majira na kitu ambacho kimewekeza ndani yake kitamulikana na thamani ya Mungu ambacho kitu kimewekeza ndani yake, ambapo ndugu zake walimtazama wakaishia kutokithamini kitu ambacho amewekeza ndani yake. Masaa na majira yapofika, kitu kikaonekana ni cha thamani alichokuwa amekibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amewekeza kitu ndani yako ambacho ni cha thamani, cha tofauti, hakipatikani kwa mtu. Na ndio maana ni kosa kubwa ukianza kujilinganisha wewe na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekufanya kwa namna yako. Na ndio maana tunaga sana mfano wa fingerprints. Hakuna mtu ambaye anafanana na wewe fingerprints hizo kwa nazo. Kama Mungu ameweza kukundi fingerprints hapo wewe mwenyewe peke yako, ambao hata kidole hichi na hichi kidole havifanani. Na ulimwenguni hapa hakuna anayefanana na anachofanana nayo wewe fingerprint uliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo Mungu anakuwa ametengeneza kitu yani upekee ambao kuwekea ndani yako ambao wafanana na mtu mwingine. Ni kosa kubwa kuanza kuyafananisha maisha yako na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umebeba kitu ambacho ni kikubwa. Mungu amewekeza kitu ndani yako. Unataka kufanikiwa? Nikiwa ya kwanza mwanadamu ni kuanza kuishi katika mapenzi ya Mungu. Unapoishi katika mapenzi ya Mungu maana yake ni kukubali kuishi kusudi lilokuwa nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ngoja niendelee mbele kwa sababu kitu nimevaa ni vingi lakini muda ndio kunao ni mchache sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Anasema hivi, Mungu hawezi kuwekeza kitu, nimezungumza kwa bali Mungu anapokuwa amewekeza kitu ndani yako, hawezi akaleta kitu ambacho hakihitaji kukitumia. Maana kama ukiweka kitu ndani yako kitahitajika kutumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi akawekeza mahali kitu ambacho hakitaki kukitumia. Na sikumbuka habari za Esther. Soma kitabu cha Esther, nikuelekeza kidogo mambo fulani hapa. Kitabu cha Esther ile sura ya 4 mstari wa 12. Utakutana na habari za Esther, utakutana na habari pale za Mordekai anazungumzia.
Utakutana habari za kina Haman ambao wamezungumziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina neno moja ambalo nataka nikuonyeshe pale, ambapo Mordekai akamwambia Esther. Soma kitabu cha Esther ile sura ya 4 mstari wa 14. Kumbuka au uwekezaji ambao Mungu anakuwa amewekeza ndani yako, anakuwa ameuficha kwenye wakati. Unapokuwa unatumia kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako nje ya wakati, hakitathaminiwa. Lakini thamani ya kitu ambacho Mungu amekibeba ndani yako au Mungu amewekeza ndani yako limefungamanishwa na wakati ulio sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kitabu cha Esther ile sura ya 4 mstari wa 14 anasemaje pale? Biblia inasema kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine. Ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe ukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Walakini ni nani ajuaye kama wewe ukuujilia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Bwana Yesu asifiwe sana. Neno ambalo Mordekai alikuwa anazungumza na Esther kwamba nafasi aliyokuwa amepewa kana kama ni malkia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Thamani yake au kuhitajika kwake kulikuwa na machila kama yake ambayo Haman alikuwa anataka kuangamiza Wayahudi. Akasema, je, ni nani asiyefahamu? Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu Mungu huwa anavifanya formula kwa sababu anajua nini kinatokea mbele. Anaweza kupitisha mahali, anajua ni kitu gani kitafuata mbele. Kwa hiyo anaitengeneza njia mapema, huwa anaandaa watu mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwenda kwa habari ya uumbaji atakwambia uumbaji atuombe kwa sababu shida zimetutokea. No, tunaomba hata kabla shida hazijatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini tunaomba? Tunajua mbele kunaweza kutokea shida yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anapokuwa anatembea pamoja na sisi, anafahamu ni kitu gani kitahitajika mbele kwenye mfumo ulioko mbele. Kwa hiyo anatengeneza njia, huwa anaandaa watu kwa ajili ya kutumika kwenye hiyo mfumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mmoja wa watu ambao anatengeneza ni wewe mwenyewe. Kuna kitu ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako na watu wanakihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa na shida kusema kuna kusudi, maana yake unanyima, kuna vitu na vinyima, kuna watu na wanyima kupita katika kile ambacho Mungu anatamani wapite nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa habari ya uwekezaji wa Mungu anapokuwa anawekeza ndani ya mtu. Mimi nataka nikufundishe umuhimu, bado sijafika kwa habari ya umuhimu. Ni kwa nini kuna umuhimu mtu afahamu uwekezaji Mungu aliowekeza ndani yake. Unaweza kujichukulia simple kwa jinsi ulivyo, lakini kumbe Mungu amewekeza vitu ambavyo ni vikubwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Okay, nianze na sababu ya kwanza, nikupe haraka. Ni kwa nini ujue uwekezaji aliowekeza Mungu kwako? Nikuelekeze jambo la kwanza. Haleluya. Uko na mimi? Amina. Anasema hivi, uwekezaji alioweka kwako Mungu ndio umebeba thamani ya kwako. Sababu ya kwanza ya wewe ni kwa nini unahitaji kujua uwekezaji aliofanya Mungu ndani yako. Ni kwa sababu uwekezaji aliowekeza Mungu ndani yako ndio umebeba thamani yako. Thamani ya mtu haipo kwake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Thamani ya mtu ipo kwenye kitu alichokibeba. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo hii tukikutana mimi na wewe tunaweza tukachukuliana kawaida, si ndio jamani? Kawaida. Let's say nikapata nafasi leo hii, nikawa hapa makamu wa rais huko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Utaniheshimu kama unavyoniheshimu leo? No. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini mtabadilisha namna ya kuniheshimu? Kwa sababu ya kitu nilichokiona nikibeba. Kwa Mungu anapokuwa amewekeza kitu ndani yako, ndio inaamua thamani ya kitu ya wewe kwamba uthaminiwe kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wasipojua kitu ambacho umekibeba, watakuchukulia kana kwamba ni mtu wa kawaida. Ila utakapotambua thamani ya Mungu ambacho kitu amewekeza ndani yako, wataanza kukuchukulia katika namna ya thamani ambacho Mungu amewekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa mtu wa kwanza kutambua kwanza ili aanze kutembea na kukilea kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yake, ni mtu mwenyewe. Ni hatari kuwa Mungu atakuwa amewekeza kitu ndani yako, alafu ukifahamu kitu ambacho amewekeza ndani yako. Ni sawa sawa uchukue dhahabu leo ukaidumukiza kwenye banda la nguruwe. Hawafahamu thamani ya dhahabu, wataikanyaga tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watacheza nayo. Ni kwa sababu ya nini? Hawajui thamani ya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokuwa amewekeza kitu ndani yako, kuna kitu ambacho amewekeza kwa sababu najua kana kama Mungu amewekeza, ni Mungu wa faida. Hakuna mwekezaji ambaye anaweza kawekeza mahali asipotegemea kupata faida. No. Ndio maana Mungu anapokuwa amewekeza kitu ndani yako, anategemea hicho kitu kipate kutumika kwa ajili ya kusaidia vitu fulani na apate faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mwekezaji hata ukienda katika maisha ya kawaida haya ambaye anawekeza asitegemea kupata faida. No. Kila mtu atakwambia nawekeza nipate faida, na atakuwa anapiga calculation zake, nimeingiza faida ndani ya
kiasi gani ndani ya siku ya leo? Nimeingiza faida kiasi gani ndani ya wiki? Nimeingiza faida kiasi gani ndani ya mwezi? Lakini hakuna mtu ambaye ameokoka mbele za Mungu. Ni wachache sana ambao wanakaa chini na kupiga tathmini ya kitu ambacho Mungu kwa ameingiza ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utakuta wito tuliokuwa nao wakati mwingine tunauchukulia ni jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ya nini? Thamani ya kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yetu hatujakitambua bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu ambacho Mungu amewekeza ndani ya mioyo yetu ni kikubwa. Unapokichukua kile kitu na kuamua kwenda kukitumia, ndipo kufanikiwa kwa mtu kwanza kunaanza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema hivi, watu hawakuhitaji wewe. Wao wanahitaji kitu hicho kwa kibeba. Wanahitaji kitu hicho kibeba. Umebeba nini? Ulichokibeba, umekibeba kitu gani? Watu wakisema kitu ambacho umekibeba watakuthamini. Watakuthamini sana. Na usitaka kusamini wewe, wanakuthamini kitu hicho kibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe unataka kutambua kitu ambacho umekibeba? Maana unataka kutambua thamani uliyokuwa nayo. Ukikataa kujua Mungu amewekeza kitu gani ndani ya moyo wako. Maana kitu cha kwanza unachokataa ni kukataa kuitambua thamani uliyokuwa nayo. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi ukakilea kitu ambacho hujajua kama umekishika mkononi. Ili uhifadhi pesa isipotee mikononi mwako, lazima ujue nimeshika pesa mkononi. Si ndio eh? Ndipo utaanza kujua namna gani nitunze fedha niliyokuwa nayo mkononi isipotee. Ndivyo ilivyo kipawa, kalama, uongozi, kitu chochote ambacho Mungu ameweka ndani yako, hali ya hekima, chochote ambacho Mungu ameweka ndani yako. Unapokuwa unakijua umekibeba ndani ya moyo wako, utakaa na kuanza kukilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisipotee. Ile ambacho tunaona kifanye namna gani kipalilie kipate kustawi na kupata kibali mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma sana habari za kina Paulo. Paulo anasema ni nyinyi mkono wa shirika. Si ya kwamba Paulo alikuwa amenyima mkono wa shirika tu. Hawakujua kitu ambacho alikuwa amekibeba. Yeye Paulo katika Galatia 2:9 anasema, walipojua ile neema niliyokuwa nimepewa na Mungu, ndio akaanza kunipa mkono wa shirika. Wewe kuna watu wanakufuata kwa sababu wanajua una hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kwa sababu ukikishua pesa wanakukimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema ile mjue rafiki wa kweli, yule anayekufaa katika dhiki na nini? Na raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio yule anayekufuata kwa sababu una pesa mfukoni, kwa sababu ya kitu ambacho umekibeba mfukoni. No. Kaa na wewe katika majira yote. Nyakati nzuri. Wewe ndio rafiki mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ulimwengu haujaumbwa namna hiyo. Ulimwengu wenyewe umeumbwa katika vitu vya thamani. Kwa kama ndani yako umebeba kitu cha thamani ambacho ulimwengu unakitaka, utathaminiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati nazungumza kwamba wao watu walipokuwa wamejua nimebeba neema hiyo ya ajabu ndani ya moyo wangu, ndio kaanza kuipa mkono wa shirika kwa Bwana Paulo, jipe moyo utashinda. Jipe moyo utashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini unampa? Kwa sababu anajua kitu alichokuwa amekibeba. Lakini wasingekuwa wamekifahamu kitu ambacho amekibeba, nani anampa mkono wa shirika? Wanaomba hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungu amewekeza kitu ndani yako. Kitambue. Ukishakitambua hicho kitu Mungu ambacho amewekeza ndani yako, ndio thamani ya kwanza ya kwako ya maisha yako. Ndio utambulisho wako wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Apati na vitu vingine ambavyo tulikuwa navyo. Ndio maana sehemu moja anasema ni ubatili. Nilikuwa na vitu vingi. Hasa kwa sababu gani? Utapokuwa unaishi nje ya kusudi la Mungu. Yes, kufanikiwa unaweza kufanikiwa. Lakini kumbuka uko nje nini? Ya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay? Ningependa usome pia kitabu cha Mwanzo ile sura 41 mstari 38 mpaka 44 kwa habari za Yusufu pale. Kwa habari ya Paulo tumezungumza, tumeelekeza katika kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 9. Lakini kwa habari ya kitabu cha Mwanzo sura ya 41 38 na 40 mpaka 44 na Mwanzo ile 37 mstari wa 5 mpaka 11. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura 37 mstari wa 5 mpaka 11 utakutana na vitu ambavyo Yusufu alikuwa anaonyeshwa juu ya uwekezaji ambao Mungu alikuwa amewekeza ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwekezaji ambao Mungu alikuwa amefanya ndani yake. Lakini hawakutambua kwa sababu walikuwa hawajatambua thamani ya uwekezaji ambao Mungu alikuwa amewekeza ndani yake. Hawakumpa mkono wa shirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anamwambia wewe tutawale sisi. Wewe. Unachopata leo hii unaweza ukawa na kitu ambacho umekibeba kikubwa. Usitegemee mwanadamu atakutia moyo. Wa kujitia moyo wa kwanza ni wewe mwenyewe kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wa kwanza kuinuka katika kitu ambacho umewekeza ndani ya moyo wako. Unajua kabisa na mzigo wa kitu, usitegemee kwanza support ya mtu. Cha kwanza jipe support mwenyewe kwa sababu kuwasikiliza sana wanadamu wana madawa na maneno ya kufisha na ya kukufanya utakata tamaa utarudi nyuma.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Hivi ingekuwaje Paulo angemwambia hapana, wewe ulikuwa ni muuaji na mtesaji wa utumishi wa Mungu. Kwa hiyo hakuna ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unafadhaika. Ndio maana unakutana na watu wengi ambao wako masikio sana watu kuwasikiliza kuliko kumsikiliza Mungu. Ni hatari kubwa kuchukua kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako ukakipitisha kwanza kuwasikiliza watu kuliko kumsikiliza mwekezaji aliyewekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mwekezaji ambaye anawekeza kitu na akakuweka usimamie kitu ambacho amewekeza yeye, afu ategemea upande mashauri kutoka nje kuliko kutoka kwake. No. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokuwa amewekeza kitu ndani yako, anatamani ukae katika kumsikiliza yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. No. Kuwasikiliza watu si dhambi, lakini wana nafasi ya kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunaishi kwa kujifunza, kwa sababu si kila kitu tunakuwa tunakijua. No. Kuna vitu vingine kwa kukaa na kusikiliza na kujifunza tunapokea namna ya kutenda. Si ndio jamani? Lakini anayetakiwa kuwa ni mwalimu kwetu wa kwanza ni yeye mwenyewe Yesu Kristo. Si ndio jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwekezaji anaokuwa amewekeza Mungu. Na kipendaka sana kitabu wala napenda sana kukifundisha kitabu cha Zaburi ile sura 62 mstari wa 8. Mungu anaposemaga nitakufundisha. Unajua ni jambo kubwa sana, si kama ni jambo dogo. Unajua limebeba sehemu nyingi za maisha ya mwanadamu. Kama ni kitu ambacho umekiwekeza Mungu ndani yako, usitegemee utaifahamu njia kwenda kukifikia kitu ambacho umekiwekeza ndani yako. Hivi ingewezekanaje Mungu akamwambia, ninakupa leo Musa agizo, nataka watoe wanangu wa Israeli waende nchi ya Kanaani. Watoke katika nchi ya Misri wapeleke Kanaani. Alafu unamwacha hapo, Mungu anaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kujiuliza hawa watu nitawapitisha wapi? Watakula nini njiani? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wanadamu wakikwama hawakumbuki yale matendo waliokuwa wanatendea nyuma. Wanatazama wakati waliokuwa nao sasa. Tunataka muujiza muda huu. Unapokuwa unakaa na Mungu, anapokuwa anakufundisha, hata isha kwamba hakuna pita katika yale mateso no. Atakufundisha ni kitu gani ukifanya, haijalishi ni msimu wa namna gani kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati itafika hakuna maji, atakwambia piga mwamba. Utapopiga mwamba utaona maji yanatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini je, ulikuwa kuna wanadamu na wanadamu wanakunyesha vidole. Mbona umetueta jangwani hapa? Na hakuna maji, tunataka maji. Na Mungu umemwacha. Wanakuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokuwa amekuwekeza kitu ndani yako, jambo la muhimu, andika jambo la muhimu la kuzingatia. Mungu anapokuwa amefanya uwekezaji ndani yako, Mungu anapokuwa amefanya uwekezaji ndani yako, andika hicho jambo la muhimu sana. Mungu anapokuwa amefanya uwekezaji ndani yako, anategemea atembee pamoja na yeye, atembee pamoja na wewe kama mwekezaji mkuu. Anachotamani kukiona kwako, atembee pamoja na wewe kana kwamba yeye ndio mwekezaji mkuu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Amen. Yes. Kwa nini utembee na Mungu ikana kwamba yeye ndio mwekezaji mkuu ndani yako? Kwa sababu yeye ndio anamjua mbegu aliyokupa nayo. Anajua ni mali gani unaenda ukapanda hiyo mbegu itakapate kuchipua na kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kila ndio maana ukienda mfano ukitoka hapa nje ya Mbeya, ukaenda labda let's say mimi nimekaa sana na Tabora pia. Ninafahamu maeneo ya Tabora jinsi yalivyo. Sawa jamani? Kuna vitu huko kilima vinachipua vizuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukienda kuvipanda kule, si kama kwa shida ni mbegu no, shida ni ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbegu ile inakuwa unaweza ukaichukua ukipanda huko na ukaichukua kama ukipeleka Tabora. Jinsi itakokuwa ni tofauti kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo. Mungu anapokuwa amekuwekezea kitu ndani yako, anajua ni mali gani hicho kitu kakitumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujamlika na kwamba ni wapi nikakitumia kitu ambacho nimekibeba. No. Kuna mahali Mungu anataka ukakitumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Itakuwa ni hatari kubwa ukaanza kujamulia kwamba ninatakiwa ni sasa hivi natakiwa nitoke hapa, natakiwa niende UK. Nikitoka hapa niende Australia, nikitoka hapa niende Canada. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokuwa amewekeza ndani yako, anafahamu ni watu gani wanahitaji hicho kitu choke umekibeba ndani yako. Kwa hiyo ataanza kukudirect kwamba pale pana uhitaji, peleka kitu ambacho nimekuwekezea ndani yangu. Pale pana uhitaji, peleka kitu ambacho nimekuwekezea ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujamlii no. Kwa sababu gani? Kitu ambacho umekibeba ndani yako, si kana kwamba kiko peke yako, kipo na watu wengine, lakini kiko katika neema tofauti. Kwa hiyo Mungu atakitumia katika sehemu tofauti tofauti. Ndio maana kuna wachungaji wengi, si kana kwamba ni Yesu wachungaji no, lakini Mungu ameweka sehemu tofauti tofauti. Anajua uhitaji wa mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaweza ukaamua na unaweza kujamulia wito ambao nimekuwa nao. Nikasema mimi ni pastor. Nikajamulia tu leo niende Iringa, nikafungue kanisa Iringa no. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna msukumo ambao Mungu atakwambia kitu ambacho nimekuwekeza ndani yako. Hichi kinatakiwa kikatumike mahali fulani. Nenda Songea huko. Kawapeleke kitu ambacho nimekuwekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Au ndio unahitaji ukawaandishi kitu ambacho nimekuwekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini Mungu ni mchungaji wetu? Anafahamu chakula tunachotakiwa tule. Na kama tunafahamu chakula ambacho tunahitajika kule, kinapatikana kwa watu, kwa watu ambao wamewekeza vitu ndani yao. Kwa hiyo anajua ni chombo gani nikitumia kwa ajili ya kupeleka chakula kwa watu. Hakitumii chombo chochote kile.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unasema ni kwa nini? Ni wewe unaweza kaenda kununua mafuta, umebeba ndoo ya lita 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kaenda kununua mafuta ya shilingi 500, ubebe ndoo unasema nenda kununua mafuta, umebeba ndoo. No, Bwana Yesu asifiwe sana. Utaangalia ni size gani ya kitu anachoenda kukichukua na nichukue kitu gani cha kwa ajili ya kwenda kubeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Utabeba kakopo kako kakiaina, utaenda kuchukua kitu unachoenda kukichukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo. Mungu ametufanya sisi kuwa ni vyombo. Na kuna namna ambayo Mungu ametushape kwa tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna ambayo Mungu ametutengeneza kwa tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa namna jinsi ambavyo Mungu ametutengeneza kwa tofauti tofauti, maana yake amekutengeneza kwa ajili ya lengo fulani na kwa ajili ya watu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wametengenezwa kwa ajili ya kusolve kesi ngumu na kuna watu wametengenezwa kwa ajili ya kusolve kesi rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa namna ya maandalizi imetofautiana, kumbuka. Si kana kama Mungu hajawekea uwekezaji ndani. Ametia uwekezaji ndani yao. Lakini anawapitisha katika shule tofauti tofauti kwa sababu ya namna ambavyo wanahitaji kwenda kutumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Inakuwaje leo mpiganaji wa ngumi ukamlisha chakula ambacho anakula, chakula ambacho anakulaga mtu anayekaa ofisini? No, ni majukumu mawili tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mwingine anataka vitu soft chips nini? Vinywaji baridi. Mayai kukukuku ama mloila nini? Vitu anavyofanya ni soft na akienda ofisini kwake anakutana na feni kwa ajili ya kupepea akili ifanye kazi vizuri, si ndio jamani? Lakini huyu mwingine kazi anaenda kufanya ni kazi ambayo utataja piga ugali mzuri wa dona ambao haujachungwa hata kidogo. Ni kwa nini ninatafuta energy ya kwenda kupambana. Bwana Yesu asifiwe sana. Atatuliza akili yake, atatia focus kwa kitu anachokifanya. Kwa sababu ya nini? Jukumu alilokuwa nalo. Kwa Mungu anapofahamu jukumu alilokuwa nalo, atakuandaa kwa tofauti. Kwa hiyo usijaribu kujiandaa kwa namna ambavyo unataka kujiandaa jinsi mtu mwingine kujiandaa. Haujui majukumu yaliyoko mbele yako. Tazama uwekezaji gani Mungu ametia ndani yangu na jukumu gani Mungu ameweka mbele yangu. Utajua namna ya kujiandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Point ya kunoti hapa nimekwambia hivi. Mungu anapokuwa amewekeza kitu ndani yako, hatamani kuona unatembea nacho ukiwa uko mwenyewe. Tembea pamoja na yeye. Wanadamu wasifanyike kuwa wanachonganisha wewe na Mungu. Ili tunafahamu habari za Daniel. Kusoma kitabu cha Daniel sura ya 6. Daniel sura ya 6. Ni kuonesha jinsi wanadamu walivyochonganisha. Wanapotaka kukuchonganisha wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kuchunga ni wanadamu ambao ukiwatazama unaona ni wazuri sana. Lakini hao ndio watu wanaofanyika kuwa ni wa kwanza wa kutuchonganisha sisi na Mungu kulingana na vitu ambavyo tumebebesha ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine huwa ni watu wa karibu ambao huwazani kabisa. Umeomba priority kwamba hawa ni watu makini sana, wananifaa sana. Lakini kuna wakati Mungu atakwambia watie pembeni. Ni kwa nini Mungu anakuambia watie pembeni? Si kana kama Mungu akupenda, anakupenda. Ila anachotazama Mungu, anatazama uwekezaji ile kuwekeza ndani ya moyo wako. Anamtazama na mtu ambaye umekaa naye karibu, anakuonea huruma. Anakuambia hamna, mpoteze huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kana kwamba ni mtu mbaya, no. Ila kwa muda huo Mungu anahitaji akae pamoja na wewe kwa sababu atafanyika kuwa ni kinyonyaji cha kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Soma kitabu cha habari za Daniel nikuonyeshe kitu fulani. Daniel ile sura ya 6 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 7. Daniel 6 mstari wa kwanza hadi wa 7. Biblia inasema ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hao watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali kwa kuwa roho bora alikuwa ndani yake. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu. Sikia hapo, wakatafuta nini? Wakatafuta sana. Hapo tega sikio vizuri. Wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala alikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo, tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi nitarudia ieleweke. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika
pamoja mbele ya mfalme. Wakamwambia hivi, Mfalme Danieli, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri juu ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako, mfalme, atatupwa katika tundu la Simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia wanadamu asikuchonganishe na nani? Wanadamu asikuchonganishe na nani? Mwambie tu jirani yako, wanadamu asikuchonganishe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna uwekezaji ambao Mungu amewekeza ndani yako. Sasa wakitaka kupoteza kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako, watakuchonganisha na aliyekupa maono. Kazini watu wameona umepandishwa cheo, wakiwa kitamani nafasi uliokuwa nayo. Kitu rahisi wanachokifanya ni kukuchonganisha wewe na mwenye ofisi. Utaona wanaanza kukurushia maneno yasiyofaa. Huyu ni mwizi, hana sifa nzuri, anatukana wenzie, anadharau wafanyakazi wenzie, kana kwamba sisi hatuna thamani ila yeye. Shida sio nini? Shida ni kuchonganisha na aliyekupa nafasi, aliyekupa cheo. Ili ufanye nini? Hawakuchonganishi bure. Kuna kitu ambacho anakuwa amekilenga. Na kitu ambacho anakuwa amekilenga ni kwa ajili ya kupoteza nafasi uliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kitu ipo upande wa rohoni. Shetani anapokuwa anajua Mungu amewekeza kitu ndani yako, ili akuchukue kwa urahisi, cha kwanza anakuchonganisha wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema ananichonganisha na Mungu. Anakuchonganisha na Mungu. Unapoteza na nafasi, uhusiano na yeye aliyewekeza kitu ndani yako. Inakuwa rahisi kupata. Ndio maana Biblia inasema hivi katika kitabu cha Danieli ambacho tumekisoma. Danieli alipata sifa nzuri. Na sifa moja hapo ya Danieli ilikuwa inasema yeye alikuwa ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nini kwa sababu alikuwa mwaminifu? Alikuwa na roho bora wa Mungu, alikuwa amekaa ndani yake. Yeye alikuwa anamshauri kitu gani cha kufanya. Kwa hiyo alikuwa anafanya vitu vingine kwa hofu, anajua roho wa Mungu amekaa ndani yake. Kwa hiyo vitu vingine alikuwa anafanya kwa ajili ya uaminifu. Uaminifu anafanya uaminifu anafanya kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akapo anaulizana huyu bwana amepata sifa kwa mfalme kuliko sisi wote. Sijajua wengine walikuwa wanafanya vitu gani ambavyo viliwavunjia uaminifu mbele ya mfalme, lakini Biblia inasema ukaanza kumpigia mahesabu Danieli. Usizani kila mmoja atakufurahia unapokuwa unasimama katika zamu yako na kuitumikia kusudi lako umelibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine watainuka kwako watabaki na kunyoshia vidole, lakini kwako watakuwa na kuchekea. Wanatengeneza sheria ambazo tutaziona ni sheria za kawaida, lakini kumbe ni sheria ambazo zimekaa kwa ajili ya kukutafuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Daniel hawakutengeneza sheria kana kwamba ni moja kwa moja na mlenga Daniel. No, lakini walijua, ndio maana wakasema ili tumpate Daniel, ni lazima huyu mtu tumwendee kwa Mungu anayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaendea kwa Mungu anayemwabudu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumchanganyisha Daniel na Mungu aliyekuwa naye. Ndio maana wakasema no, huyu mtu tumnyime fursa ya kumwabudu Mungu. Tumbadilishie Mungu akumwabudu. Wanachokifanya sisi kana kwamba wanataka kumbadilisha Mungu anayemwabudu. Kuna kitu wamekilenga. Ni kitu gani wamekilenga? Wanataka kupoteza nafasi ya uwekezaji wa Mungu ndani yake. Ili watu wachukue kitu ambacho wamewekeza Mungu amewekeza ndani yako. Ni lazima wakutenganisha wewe na aliyekutengenezea hicho kitu alichoweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna bosi ambaye anaweza kumfukuza mfanyakazi wake akiwa na mahusiano mazuri ya kazi. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafasi ya kwanza bosi kufukuza ni kupishana kauli. Ni kupotezana katika hali ya mahusiano uliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtaka kupotezana katika hali ya mahusiano uliyokuwa nayo, pia na kazi uliyokuwa nayo iko hatiani. Ndio kwa utakuta mwingine ananyenyekea bosi katika hali ya kupitiliza. Anacholinda mwingine analinda kitu ambacho bosi amempa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kingine anachokilinda. Na ndio maana leo ukimwambia mtu mnyenyekee rais au mnyenyekee mtu yoyote ambaye ni mkubwa kwake, katika hali ya kawaida sio kwa na nafasi aliyokuwa nayo, hakuna ambaye angekubali. Watu wengi wanasujudu mahali kwa sababu ya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini wanasujudu? Kwa sababu hicho kitu ndicho kilichobeba thamani. Ndicho kilichobeba thamani. Kwa hiyo watu wakae pamoja na wewe, waanze kukutafakari, waanze kuulizana habari za kwako. Nitaanza kujua kusudi la Mungu ambalo ni kitu ambacho mkiwekeza ndani ya moyo wako. Na utaanza kukitumia hicho kitu, watu watakuhitaji kwenye mfumo. Wakati wako utapokuwa umefika, wa kuanza kuhitaji. Kwani kuna mtu alifahamu thamani ya barakoa? Hakuna. Corona ilipofika, mbona kila mmoja alijua? Na hata ambao walikuwa hawajui kushona, sio wajua kushona, ndio kukata kitambaa na tuboa huko anavaa hapa. Inakuwa nyingine ni kubwa kabisa yani. Lakini baada ya ngombe amevaa barakoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ustadi mwingine watu wanajifunza baada ya corona kufika. Si kama ustadi wa kutengeneza barakoa na nini mkopo hapo. Ulikuwepo. Watu wanavaga sikojea kuzuia vumbi jamani. Lakini corona ilipofika kila mmoja ndio kutengeneza.
Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ni nini? Wakati wa kuhitajika kitu unapokuwa umefika, utatafutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata lazima utatafutwa kwa sababu mfumo unakudai wewe uwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amewekeza kitu ndani yako. Na kama Mungu amewekeza kitu ndani yako, hakitaweza kuchukuliwa. Mpaka utapokuwa umepoteza nafasi na mahusiano ya yeye aliyewekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kuna watu wamepoteza vitu vizuri ndani ya moyo wao. Walikuwa ni waimbaji wazuri, walikuwa ni watumishi wazuri, lakini shetani anachowafanyia nini? Kawatekea tamaa ya pesa. Ile nafasi ambayo Mungu alikuwa anakaa, walikuwa wanamwabudu Mungu, wameweka pesa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. No, Mungu hawezi akaketi mahali hapo. Hata mtu akatampisha, atakwambia zisujudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mwisho unakuwa ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa je, Mungu anakuambia ninapokuwa nimewekeza kitu ndani yako, hawekezi kwa hasara. Kuna majira utahitajika. Kuna saa itafika utahitajika kwenye mfumo. Na ndio maana wakasema tumpate wapi mtu tena kama huyu Yusufu? Wakati watu wengine walikuwa wamenunuza wakasema huyu hatumtaki kwetu. Amefanyikana yeye ndio chukizo, baba anampenda peke yake. Si Biblia inasema Yakobo alikuwa anampenda sana peke yake, si ndio jamani? Alikuwa anampenda vilivyo. Wakati wengine wanatazama wewe kwamba ni wa nini. Lakini saa itakapokuwa imefika, kila mmoja atakutamani na kila mmoja atakuthamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Point ya kunoti. Usichonganishwe na nani jamani? Mfano upo pia kwa Yusufu. Namkumbuka Yusufu alipomkimbia mkapoti. Alimwambia nitendaje ubaya huu nikamkose nani? Hakuwa analinda kitu kingine chochote. Alikuwa analinda mahusiano aliyokuwa nayo. Na kitu ambacho Mungu alikuwa anajua amekiwekeza ndani ya moyo wake. Watu wengi wanaonyesha vitu ambavyo ni vikubwa ndani yao, lakini namna kuvifikia no. Kuna jambo la pointi ya pili inafuata hapa. Nitakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi pointi ya pili. Muda umekimbia jamani. Acha nikimbiza haraka jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Andika jambo la pili. Ndio jambo langu la mwisho kwa siku ya leo. Lakini hii somo nitaendelea kulifundisha pia kwa wale ambao kuna group liko la vijana beba maono. If you wish kuwa kwenye ile group utakuwa kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitapata nafasi ya kuachilia kitu kimoja nitakuwa naachilia voice note pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuwa natuma kwa ajili ya kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama hauko watu wa KKT pia mnaweza mtamwona chanda hapa nafasi pale ambapo atakuwa na wani pale. Kama utapenda kuwako pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na watu mahali hapa ambao wapo kwenye grupu, Mr. Michael yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili anasema hivi, ukiisha jua uwekezaji ambao Mungu kakuwekea kwako, utakusaidia kukubaliana na gharama iliyopo ili kukamilisha kusudi la uwekezaji. Ukishajua uwekezaji ambao Mungu amewekeza ndani yako, utakusaidia wewe ukubaliane na gharama itakayohitajika ili kusudi la uwekezaji lipate kuweza kukamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna gharama ya namna hii uwekezaji upate kuleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mbegu ambayo inapandwa tu shambani hapo inaachwa alafu kategemea tu hadi ya kwenda kuvunwa. No. Kila mbegu inatazamwa baada ya kupandwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utakuta watu wanatembea kwani kaitembelea shamba langu nikaliangalia. Lakini kwa shambani na hapa nipige mbolea. Hapa nipalie. Hapa nifanye hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Si kana kama mbegu haijapandwa, mbegu imepandwa. Lakini natengenezwa mazingira mazuri ya mbegu kustawi na kukua na kuzalisha kitu ambacho inatakiwa izalishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mbegu zingine zilikuwa zimepandwa sehemu nzuri kabisa. Na zilikuwa ni mbegu nzuri, lakini kwa sababu zimekosa matunzo, no, hazijazaa namna zilizotakiwa zizaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unakuta inaanza kama mashamba mawili. Si unaonaje jamani ambao mnapita mashambani na ambao ni wakulima. Mimi sio mkulima. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unakuta shamba A na shamba A na shamba B, si ndio jamani? Udongo ni ule ule. Mbegu ni ile ambayo unaweza kama nunua duka lile moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana umepanda siku ile, lakini mmoja akalinyima matunzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mmoja akalipa matunzo. Lazima mmoja ataanza kunyoshia kidole mwenzake kwamba huyu ni mchawi baada ya saa mavuno yatapokuwa yamefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya nini? Anakosa haja matunzo, kukitunza kitu ambacho alikuwa amekipanda. Ndivyo ilivyo. Unapokuwa Mungu amewekeza kitu ndani yako, unajua kuna gharama ya kukipalia hicho kitu mpaka kikue na kileta matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo nyakati watu wanakimbia. Na ndio maana unakuta wamebeba vitu vikubwa lakini havina matokeo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kutana na waombaji wengine naomba lakini matokeo hayapo. Shida sio uombaji pia. Leo tutazungumza na Mr. Michael kwa habari ya waombaji. Tumebishana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna waombaji wanaomba lakini matokeo hayatokei. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna shida katikati. Acha niinuke hapo, lakini Mungu anapokuwa amewekeza kitu ndani yako, anahitaji kitu ambacho umekibeba ndani ya moyo wako. Kuna gharama itakao kuibidi waanze kuitumikia ile kusudi ambalo Mungu amewekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unafahamu mzigo wa Mungu ameita kwa wainjilisti. Unaonaga? Ukipita masokoni kule, unaonaga kitu ambacho anakifanya. Si kana kama ni kitu rahisi. Kuchukua kaspika zako kamoja, unaingia sokoni, katikati ya soko, unaanza Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu anapenda, acha dhambi, acha. Si kitu ambacho ni rahisi sana. Ila shida ni uwekezaji ambao Mungu ameweka ndani yao. Wanakubaliana na gharama ya uwekezaji ambao Mungu ameweka ndani yao ili wapate kupata matokeo ya kitu ambacho Mungu ameweka ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna ambaye anakimbia gharama ya uwekezaji ambao Mungu ameweka ndani yake na akavuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye anavuna siku zote. Biblia inasema asiyezimia mpaka nini? Mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana mitume walipokuwa wamejua tuna jambo tumeweka ndani, hata ukiwafunga jela hao hawawazi. Humo Uingerezani wanapiga sifa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ni nini? Shida wawekezaji. Mungu amewekeza, Yesu amewekeza kitu ndani yao. Ameacha mbegu. Sasa umetuachia mbegu Yesu. Ndio maana mahali pengine nilikuwa nasoma kitabu gani kile, anapiga story Yesu yuko anazungumza na Petro. Kuna watu wakawa wamemkimbia. Yesu akamwambia Petro, "Na wote nikimbia Petro." Akasema, "Hapana Yesu, mimi siwezi kukukimbia." Nikimbia ndio wakati wako ndo kuna uzima. Mimi anaotazama uzima ambao Mungu amewekeza ndani yake. Na akanapiga hesabu, nikiukimbia huu uzima, kuna kitu kitafuata mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ndivyo. Mungu amewekeza kitu ndani yako. Unataka kupata mavuno, kubaliana na gharama. Kuna gharama zingine zinakuwa ni ngumu kwa sababu ya nini? Matokeo yako pia ni makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna matokeo ambao wanapata watu ukienda kwa wanafunzi sasa. Kuna matokeo wanapata watu wanaoendaga ile misuli mirefu wanaendaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Japo kuna wengine wana neema jamani, wanagusa kidogo tu lakini matokeo hao wana neema yao kwa kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ambaye unasema ni kiiga kwa kweli. Sapu hii hapo unaiona kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena sapu imenyoka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ni nini? Shida ni gharama. Gharama unayokubaliana na kuibeba ndio inaamua matokeo. Si kana kwamba watu hawana akili. Na ndio maana kwamba siki ambaye alikuwa na feli, anakwamba hana akili au umemzidi. Inawezekana angeamua kutumia gharama ambayo umetumia wewe hata usingemzidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ni kwamba hajakubaliana na gharama ya kusoma. Ndio maana unamzidi darasani. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo? Si ndio jamani? Kuna watu tu hawajaamua kujiwekeza vizuri katika kuipa gharama kufanya biashara, lakini wangeamua kweli kweli wafanye biashara na neema biashara wanayo, usingi wakuta kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vile tu kauvivu ka usingizi kama wakuta. Kwa hiyo sasa Biblia inasema apendao usingizi atakuwa nini? Sasa ndio hivyo wanakana hayo matokeo ya kwamba Biblia inaandika apendao usingizi atakuwa maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo wangeamua kulipa gharama usingewafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini? Gharama inaamua matokeo. Inaamua matokeo. The more unajitoa kwa ajili ya kukitumikia ambacho Mungu amekuwekea ndani yako, ndipo utaenda kupata matokeo ya kile ambacho Mungu amekuwekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekueleza basi kina mitume hapa. Walikuwa hawaoni shida. Kutumikia kusudi leo nalo. Wakasema, "Ni kama mnatua, tuweni." Lakini si kwa sababu ya jina la Yesu. Hapana shaka. Lakini injili lazima ihubiriwe. Ni kwa sababu gani? Mungu ametia mzigo ndani ya moyo wao. Kuhubiri injili. Ukisoma mfano wa habari moja za Yeremia, sisomeka vizuri sana lakini Mungu anasema Yeremia alipokuwa anaanza kukataa wito ambao Mungu alikuwa amempea ndani yake, akawa nasikia ndani ya mwili wake kama mfupa inawaka moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini mfupa inawaka kama moto? Uwekezaji Mungu ambao amewekeza ndani yake. Ili ukereketa, kitumie kitu ambacho nimewekeza ndani yake. Kitumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Tupe jambo la kuona makini mahali hapo. Anasema jambo la kuona makini, anasema hivi. Ukikimbia gharama ya uwekezaji wa Mungu kwako, huwezi kupata matokeo ya uwekezaji wa Mungu kwako. Hivyo, ukikimbia gharama ya uwekezaji wa Mungu aliyowekeza ndani yako, huwezi kupata matokeo ya uwekezaji ambao Mungu aliweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unasema hiki kuna Timotheo ile sura ya 4 Paulo anazungumza kwamba nimepiga vita hivyo vizuri. Unasema kwamba nimepiga vita vya namna gani? Anasema mwendo nimeumaliza. Unasema nimeumaliza mwendo tu. Anasema nimepiga vita. Maana yake kuna jambo fulani alikuwa anashindana nalo, si ndio jamani? Na katika wale kushindana nalo kuna uvumilivu, utakutana na maneno ya kukatisha tamaa.
Wengine watakusema vibaya kwa sababu ya kitu ambacho umekibeba. Na ndio maana nasema wanaheri wale watukanao kwa sababu ya jina langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wanatukanwa lakini wanafikia kitu ambacho wamekibeba ndani ya moyo wao. Kwa hiyo wanaanza kukiishi na kukitumikia kile kitu ambacho Mungu amewekeza ndani ya moyo wao. Soma kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 10 mstari wa 22. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 10 mstari wa 22. Mathayo 10:22. Biblia inasema nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Halo. Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 29. Wafilipi wa kwanza mstari wa 29. Wafilipi ile sura ya kwanza mstari wa 29. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Na kuzungumza kwa habari ya gharama. Sio kama unaelewa. Gharama. Wafilipi sura ya kwanza mstari ule wa 29 anasema Wafilipi 1:29. Filipi 1:29 Biblia inasema maana mmepewa kwa ajili ya Kristo. Mmepewa kwa ajili ya Kristo. Si kumwamini tu. Ila na kuteswa kwa ajili yake. Kuteswa kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akupi tu kitu ambacho unajua utakilipia gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Anahitaji gharama yako ya kukitumikia kitu ambacho amekiwekeza kwako. Na ndio maana nasema watu wengine watawatukana kwa sababu nini? Kitu Mungu amekiwekeza ndani yako. Hivi nadhani Danieli alipokuwa mwaminifu, akati anatumika mbele ya mfalme, kila mmoja alikuwa anampenda. No, ndio maana wakawa wanatafuta namna ya kumwangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanamchukia. Maana yake mpaka kufikia hatua ya kwamba ni namna gani huyu mtu tumteremshe mahali aliko. Maana yake halikuanzia hapo. Ni jambo ambalo lilikalia tu hapo ndani ya moyo wake, alikuwa na jambo la chuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kutengeneza chuki ndipo akatengeneza matokeo ya kusema tumwangushe Daniel. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Daniel ilibidi alipe gharama ya kushindana na mfumo wa ukinzani ambao umeutengeneza kwa ajili yake. Wanasema sasa wewe Yesu, ngoja nikupige pembeni kidogo, naingia kwenye mfumo afu kwa mbele nitakuja kukuchukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Moyo huwa ni mdanganyifu. Na kama moyo ni mdanganyifu, maana yake haufanyi kazi peke yake. Kuna namna moyo unasaidia kufanya kazi. Na kitu kinachosaidia kufanya kazi ni pamoja na roho ya uharibifu ya adui shetani ambayo inaachiliwa kwenye moyo ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Unakutengenezea hali ya kushawishi mwenyewe. Hello. Ukishaanza kujiweza mwenyewe, hatua ya kwanza ukaanza kujiweza mwenyewe, kushindana mwenyewe na vitu ambavyo vinafanya ukinzani kwa vitu ambavyo umevibeba. Ni hatua ya kwanza. Lakini utaanza kushindana na ukinzani wa vitu ambavyo viko nje yako mwenyewe, ni jambo la pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui huwa hakutengenezei kwanza na adui. Anakufanya mwenyewe kuwa adui wa kitu ambacho umekibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna watu wanaokaa katika nafasi nzuri, lakini shetani anawatilia halifanya kiuvivu tu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Analalamika kila siku maskini nini, hata kazi hafanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kutengeneza tu hali ya uvivu, yani ya uvivu mwenyewe kwanza unakuwa ni adui. Hakuna adui mwingine anatoka mbali. Wewe mwenyewe ni adui wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haupati matokeo. No. Okay? It's time kwa kuomba, hauombi. Sasa hapo adui anatoka wapi? Si adui mwenyewe kwanza, si ndio jamani? Achana wale wanaokukinzia sasa, unaanza kukunenia kwamba asifanikiwe, asifanye nini. Tunaanza na wewe kwanza mwenyewe. Unachukua hatua gani ya kuomba ili upate kufanikiwa? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utatambua uwekezaji ambao Mungu amewekeza ndani yako. Adui wa kwanza ambaye anashambulia kufanya hicho kitu kisikue ni wewe mwenyewe kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwanza umeweza kujiweza mwenyewe kwanza, wa kuchukua hatua ya kwanza kukubaliana na kulipa gharama ya kwa ajili ya kitu ambacho umekibeba ndani yako, ni hatua ya kwanza. Lakini kuanza kushughulika na mifumo ambayo iko nje ni jambo la pili pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utakutana watu wamejizatiti vizuri, wameitoa miili yao kwa dhabihu mbele za Bwana. Anakuambia kwa kila kitu unachokutana nacho mbele yako, usijali. Utakutana nao watu majanja wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuambia chochote unachokutana nacho mbele yako, hajali. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya chochote. Wakina Stefano unawafahamu vizuri. Asa mnanipiga kwa mawe. Bwana naomba kwa baba yangu aliye mbinguni. Asa mniamjui nilifanyalo. Kwa sababu mnanipiga bure tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nakipiga kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yao. Hello.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema nitakubali kulipa gharama. Nitakubali kulipa gharama. Sikia, Bwana Yesu asifiwe sana. Gharama unapokubaliana nayo kwa ajili ya kutumikia kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako, tarajia kuvuna. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tarajia kufanya nini? Tarajia kufanya nini jamani? Kuvuna. Mimi naomba tu simama tuombe Mungu mahali hapa. Mungu kwenda. Uwepo wako ndio salama yangu. Uwepo wako ni maisha. Natamani nikae. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Kumbuka jambo la kwanza ambalo nimekuambia ni kwamba shetani anapotaka kushughulika na kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako ni kukuchonganisha wewe na Mungu. Najua ukisha poteza mahusiano yako wewe na Mungu, inakuwa ni rahisi yeye kukuataka, kukuchukua kile kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unajikuta uko empty ndani yako, hakuna chochote. Msukumo kama ulikuwa nao kufanya jambo fulani, ule msukumo na ile nguvu unakuta haona tena. Unakuta ni muombaji mzuri kabisa, lakini shetani akishakuvuruga kwa baada ya mahusiano yako na Mungu, hata ile nguvu ya kusema acha niamke nikemee pepo, hata kuja ubani nipate usingizi, hauna ile nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa unaweza kuomba masaa mawili matatu, unakuta ile nguvu haiko tena. Kwa wengine ni injilisti, unakuta ile nguvu ya msukumo ya kwenda kuhubiri mahali fulani hauna tena. Mungu amewekeza wengine vitu vikubwa na vipawa ndani ya moyo wao vikubwa, lakini kwa sababu shetani ametenganisha mahusiano yao na Mungu, ule msukumo wa kufanya vitu fulani haupo tena ndani yao. Shida si kana kwamba Mungu hajawekeza, Mungu amewekeza, ila unagombana na yeye aliyewekeza kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka kufanikiwa, kana yeye aliyekupa, aliyekufanyia uwekezaji ndani yako, utafanikiwa. Na ndio maana mwimbaji mmoja kana zungumza kwa bali uwepo wako ni salama Bwana. Uwepo wako ni maisha. Unapokuwa umekaa na Mungu mahali pasipo, unapokuwa umekaa naye yeye mahali pasipo, anakutengeneza ili upate kufaa kwa namna ambayo Mungu amekutengenezea kusudi lake ndani yako. Utaomba tu mbele za Mungu kama unafahamu alifanya nikosa. Utamwambia Mungu naomba nisamehe. Lakini sasa kwa tumetoka hapo tutaingia katika ombi la pili. Na kumwambia Mungu naomba endelea kunifunulia neema ya uwekezaji uliofanya ndani yangu. Bwana Yesu siku sana. Unajua kuna wengine Mungu ameweka nafasi ya kuwa ni viongozi, lakini kwa sababu wanapambana na aliyetia mfumo ndani yao, wanakuta ule msukumo wa kufanya maamuzi haupo tena ndani yao. Ndio tumekona hapo wako ni maisha, natamani nikae uweponi mwako milele. Wewe muinua kichwa changu, muinua kichwa changu, natamani nikae uweponi mwako milele. Uwepo wako ni salama yangu, uwepo wako ni maisha, natamani nikae uweponi mwako milele. Ndio tuliko nako mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Yesu, mtakatifu
Sogea mahali hapa. Haujampokea Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wako, sogea mbele hapa. Sogea tu, kuna lango limefunguliwa. Mtembea upya Mungu kutembea na watu juu ya uwekezaji aliyowekeza ndani ya moyo wako. Hautaweza kuvuna peke yako. Mpaka yeye atakayekupa kanuni aliyowekeza uwekezaji ndani yako. Yeye ndio formula zote na kanuni zote za kuzitumia cha uwekezaji ndani yako. Unataka mtembea upya na kutembea na Bwana. Kuna lango la neema zimefunguliwa hapa. Kuna lango la neema limefunguliwa hapa. Kuna lango la neema limefunguliwa hapa. Kuna lango la neema limefunguliwa hapa. Sogea tu mbele za Bwana. Sogea tu mbele hapa kwa Bwana, tuombe na wewe. Sogea tu hapo tuombe na wewe. Kama yupo wewe mtu sogea mahali hapa. Sogea tuombe tu na wewe. Mtembea mpya. Mtembea mpya. Upate mtembea mpya. Upate mtembea mpya kutembea na Bwana. Jua kile ulichokibeba ndani yako. Jua kile ulichokibeba ndani yako. Kuna watu wamebeba vitu vikubwa. Ila kwa sababu ya upinzani kitu fulani kimefanyika kana kwamba ni mwiba. Kila kinapopiga hatua anakumbusha kwa habari ya mwiba. Anamwambia unaona mwiba, hakuna kusogea mbele. Wanawake wamekaa hapo. Shetani wa Mandara alipokumbuka wanaishi, akamwambia mniketi kwenye milima Seiri. Imetosha sasa. Nimefika saa yangu ya kuwatoa. Hamtabaki katika milima Seiri. Mtakwenda nilikotaka mpate kwenda. Ndio mikono yako tuko. Yesu anataka kutembea.